Ukiona mwingine ako na shida, tunaanza kuchekeleana, tunapiga picha. We should not be doing that. We should always be there for each other. Mwanaume fulani online umemtusi for fun, ikuwe ni TikTok, ikuwe ni Facebook, ikuwe ni nini, hautaona what they go through behind the cameras. This whole man, I've been strong in the public space, but in private, I'm not. Okay? I'm only human. I cry, I bleed, I have my down moments, I have my up moments. I've been through a lot of things. I always try to make other people happy. Nikipata watu nataka tu wafurahishe, wacheke, wasikumbuke zile mashida wanaenda through. But Wakenya wote wako na mashida. Kila mtu ana go through something. Hauwezi understand until you kwa their own shoe. Tuache online bullying. Alafu ukiona mtu ana shida, kama huwezi msaidia, mind your business. Unaona msenge na through problem online, uenda wakuza kupost, unaweza kumkejeli, unacheka ndio upate views na likes. That is what I've been trying to do on my social media and my media company, Obina TV Studios. I told my team, I don't thrive on negative news. I try as much as I can to be positive. Sisi ni binadamu, makosa zinatupata. Kuna time unasema kitu unapata si kitu ulikuwa umepanga iende hivyo, imeenda vibaya, tuna apologize, we try to do better. Wazazi wetu wale wako hapa, vijana wenyu na wasichana wenyu wana struggle na vitu nyingi sana zenye hamjui. Unaona kijana ameingia tu kwa pombe, kijana ameingia kwa bangi, kijana ameingia na marafiki wengine, kijana ameanza kwa kichwa ngumu, kijana haogi, kijana halali, kijana ni mtukutu, nasema ni bangi. They are going through a lot of things. Venye era yenu ilikuwa si venye era yetu iko, na si venye era inatufuata iko. Take time, msikize kijana, kaa chini na yeye. Msikizie. Baba Kimani tulikuwa naye tukistruggle na Kimani. Alikuwa all the time tukienda kuona Kimani, nakaa chini tunaongea tukienda, because we open a bank account, Wakenya wakachangia Kimani. Anytime tulikuwa naenda kwa bank tulikuwa naenda nakaa chini na ananiambia kijana wangu nimekwama, haka tufanye aje. Saa nyingine na mimi nikikwama naambia baba hapa nimekwama, tufanye aje. Tumekuwa tukisaidiana pole pole. He's always been there. He wanted the best for Kimani, he tried. Kimani's sister tried, Kimani's mother tried. Some of Kenyans tried, but wengine nao walikuwa pale wanaona kazi ni matusi. Akikuja interview, kwani amepatiwa amekula nini huko? Ona vile amenona nini? Kenyans are very fast to insult each other online. That is not the future. That is not where we are going. So let's try and be accommodative. Tushikane mkono pole pole. Kama hauna kitu mzuri ya kusema juu ya Obina, nyamaza. Kama kuna kitu mzuri sema. I'm always telling people, give people their flowers when they are alive. Ukiona anafanya kitu poa, kama ukiona msikristo anafanya kitu poa, mwambie msikristo kazi fitu, umemsifi poa, noma. Usinyamaze tu siku moja akishani unasema nilitaka sana kumwambia hivi. Tomorrow is not guaranteed. Sadly, this is the path all of us are going through. Yangu inaweza kwa kesho, inaweza kwa kesho kutwa, sijui. But mimi nikitoka duniani nataka nikitoka niwache kama nimeimpact a few lives. So wale wenye wamekutana na mimi personally wamejua, wakitoka wanasema Obina alinifanyia A, B, C, D. Hiyo ni shukrani mimi napata kwa Mwenyezi. So tujaribu, tuige tu mfano pole pole. Tutajaribu, nimejua ni ngumu kwa sababu maisha pia si rahisi na venye tumelelewa pia ni tofauti. Lakini tuache kuchekeleana, tuache kukejeliana. Alafu mayutu wale wako hapa tujibonge. Bonga, ambia mama, mimi nimefika mwisho. Ambia dad, mimi nimefika mwisho. So if anything happens, dad anakuwa zile za mbona sikumsikiza. Usinyamaze ufikirie dada care ama mama care. Dad na mama pia kuna struggles zao. Mama na hustle, dada na hustle, wako na pressure zao. Most of our mothers have their own traumas. Most of our fathers have their own traumas. They put it down on us children. We have our own traumas. Now children having children, we are passing down the trauma. So it's trauma after trauma after trauma. The government doesn't really care. They are not doing so much about mental health awareness. Last year, I did the first ever men's mental health awareness walk single-handedly. The government was just